Alex on hold, mtu aliyepanda bila kamba, bila hofu. Karibu kwenye Fahamu Zaidi. Leo tunaingia kwenye akili ya mtu ambaye wengi wanamuita mwanadamu asiyeogopa. Alex on hold, mtu aliyepanda miamba mikubwa bila kamba. Tarehe 25 Januari 2026 akaandika historia mpya kwa kupanda Taipei 101 bila vifaa vya usalama. Hii si hadithi ya ujasiri tu, ni hadithi ya nidhamu, akili na maamuzi ya maisha. Alex on hold alizaliwa mwaka 1985 California, Marekani. Hakuwa mtoto wa makeke, hakuwa mpenda hatari za ovyo, lakini alipogundua rock climbing, maisha yake yakapata mwelekeo. Kupanda kwake hakukuwa kushindana na watu, kulikuwa kujitawala mwenyewe. Aliwahi kujiunga na chuo kikuu cha Berkeley, lakini akaacha masomo, sio kwa kushindwa, bali kwa kuchagua. Nilihisi nitajifunza zaidi ukutani kuliko darasani, asema Ono. Wakati wapandaji wengi wakitumia kamba, Alex alichagua njia tofauti, free solo. Hii ni kupanda bila kamba, bila helmet, bila msaada. Kosa moja tu, mwisho wa maisha. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea kumwelewa. Alex hakupanda kwa kubahatisha. Alifanya mazoezi ya njia ile ile kwa miezi au miaka. Akahifadhi kila mshiko wa mkono na mguu kichwani. Na kama hali haikuwa salama, hakupanda. Hii haikuwa jeuri ya maisha, ilikuwa hisabati ya hatari. Mwaka 2017 dunia ilisimama. Alex alipanda El Capitan Yosemite, urefu wa karibu mita 900 bila kamba ndani ya saa chache. Wataalamu wakasema hili ndilo tendo hatari zaidi kuwahi kufanywa na binadamu kwa makusudi. Filamu Free Solo ilirekodi tukio hilo na ikashinda Oscar mwaka 2019. Lakini Alex hakubadilika, hakukimbilia maisha ya anasa. Badala yake akaanzisha On Hold Foundation kusaidia jamii masikini kupata umeme wa jua. Kwa miaka mingi Alex alikuwa anaepuka majengo ya mijini, alipendelea miamba ya asili. Lakini tarehe 25 Januari 2026 akakubali changamoto ya kipekee. Taipei 101, ghorofa 101, urefu wa mita 508. Alipanda bila kamba, bila harness, bila vifaa vya usalama. Tukio likarushwa live duniani. Kupanda kulichukua takriban saa 1.5. Baadaye alisema hii haikuwa climb ngumu zaidi kimwili, lakini ilikuwa ngumu zaidi kiakili. Upepo, urefu na uso wa jengo lisilo la asili vilihitaji udhibiti wa akili kwa kiwango cha juu sana. Nini tunaweza kujifunza kutoka kwa Alex on hold? Tunajifunza mambo matano. Ujasiri si kukosa hofu, ni kuidhibiti. Maandalizi ni heshima kwa maisha. Hatari haipaswi kuwa mchezo wa sifa. Akili utawala mwili. Mipaka binadamu ipo kichwani kwanza. Alex si shujaa wa kupenda makofi. Ni mfano wa mtu anayejua anachofanya na kwa nini anakifanya. Hii ilikuwa hadithi ya Alex on hold. Mtu alithibitisha kuwa ukimya wa akili unaweza kuwa na nguvu kuliko makelele ya hofu. Kama umependa episode hii, subscribe, share na tuandikie maoni yako. Mpaka wakati mwingine, endelea kupanda, lakini panda asili.